Jambo ndugu mpendwa, na niko hapa nina mafua kidogo kwa hivyo ningesema uniwie radhi. Niko hapa leo kukuletea mwongozo wa kusoma Biblia, na mwongozo wa kusoma Biblia unazungumzia sheria kama mwalimu. Tunapomtukuza Mungu na kumhimidi kwa kila jambo, kwa kila hali, ni vema kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwingi wa neema na fadhili. Katika mwongozo wetu wa kusoma Biblia siku ya leo nazungumzia sheria kama mwalimu. Na ningependa moja kwa moja nizungumzie yale ambayo tunaendelea kuyazungumzia na kuyasoma hapa. Katika mwongozo uliopita tuliwahi kuongea kuhusu familia. Na mwongozo huu wa tatu katika muhula huu, ningependa nisome fungu kuu kutoka Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy chapter 6 verses 5. Inasema, nawe mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Asante sana katika hilo neno. Sawa mpendwa, samahani nipate maji. Asante sana. Moja ya kazi ya sheria ni kuonyesha dhambi. Katika kitabu cha Warumi 7:7, isingekuwa sheria, binadamu asingejua dhambi ni nini. Kwa hivyo kazi nyingine ya sheria ni kutuelekeza kwa Kristo. Soma Wagalatia 3:24. Na sheria inazo kazi zingine pia. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tutayazungumzia, lakini leo tunazungumza sheria kama mwalimu. Mpendwa, sheria hutufundisha jinsi ya kuishi. Hebu fikiria kama kwamba hakungekuwa na sheria, jinsi ambavyo watu wangekuwa wanaishi. Ni kanuni za maisha mpendwa ambazo Mungu anatutaka tuzifikie. Mungu alitupatia kielelezo katika maisha ya Yesu. Aliitimiza sheria katika maisha yake yote hapa duniani, ukisoma Yohana 15:10. Kwa hivyo tunapata kusudi la sheria kwamba ni kufundisha jinsi ya kumcha Mungu, ni kushuhudia dhidi yake na kutufanikisha. Na wale wanaoshika sheria tutazungumzia mapambano yao na ubora wao. Sasa nianzie jambo ambalo tumesema ni kutufundisha jinsi ya kumcha Mungu. Katika Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 31:12, Biblia inasema kusanya watu, wanaume na wanawake na watoto, na mgeni wako aliyemo malangoni mwako, wapate kusikia na kujifunza na kumcha Mungu wenu, na kuangalia kutenda maneno yote ya Torati hili. Mpendwa, hapa kuna jambo ambalo linatendeka. Mungu anawaagiza Waisraeli waweze kuisoma sheria mbele ya watu wakati wa sikukuu ya vibanda. Kulikuwa kuna mchakato wakati huo. Kuna mambo matatu ambayo katika mchakato huo: kuna kusikia, kuna kujifunza na kuna kumcha. Hayo ni mambo matatu. Huu mpendwa ulikuwa mfumo rahisi wa kujifunzia mambo ambao uliwafanya watoto kwa wakubwa kujifunza chanzo cha hekima, yani cha kumcha Mungu. Kwa hivyo katika somo lolote kuna mchakato huu: kwanza unasikia, pili unajifunza, kisha unafanya ama unatenda yale unaambiwa kumcha Mungu. Hatuna mvuto wa asili mpendwa wa kumcha Mungu. Lazima tujifundishe kufanya hivyo kwa sababu hatuna mvuto wowote wa asili. Kuwaheshimu walimu wetu ni muhimu ili kujifundisha kufanya hivyo. Lakini lazima tumheshimu mwalimu basi mpendwa, mwalimu aliye mkuu, ili tuweze kujifunza kutoka kwake. Jambo jingine hapa ni kwamba kicho hiki lazima kile ambacho
pamoja na upendo. Mpendwa, kicho hiki lazima kije pamoja na upendo. Ndio maana sheria inajumlisha amri, inasema katika mstari wa 5 hiyo Kumbukumbu 6, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote. Kwa hivyo mpendwa, hapa roho ya heshima, ukisoma My Life Today ukurasa October 14, inasema roho ya heshima inagundua kuwa moyo lazima utunzwe na nguvu za Mungu. Roho ya heshima inajifunza kwamba moyo ni lazima utunzwe na nguvu za Mungu. Malaika wanaohudumia ufungua macho ya akili ya moyo ili kuona vitu vya ajabu katika sheria yake Mungu, katika ulimwengu wa asili na katika vitu vya milele vilivyofunuliwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo jambo la kwanza hapa tumejifundisha ni kwamba Roho wa Mungu utufundisha jinsi ya kumcha Mungu. Na katika hali ya kujifundisha lazima tusikie, kisha tujifundishe, na kisha tuanze sasa kumcha. Jambo la pili, Roho wa Mungu anatusaidia nini? Kushuhudia dhidi yetu. Katika Kumbukumbu hiyo ya Torati 31 mstari ni wa 26, Biblia inasema, twaeni chuo hiki cha Torati, mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu, ili kiwepo kama shahidi juu yenu. Kwa hivyo mpendwa, hapa ni kushuhudia dhidi yetu, ili awe kama shahidi dhidi yenu. Shahidi mpendwa ni mtu ambaye waeleza kile alichokiona na kukisikia. Kwa hivyo sheria husema kwamba kile alichokiona ndani yetu. Aliona nini ndani yetu? Aliona dhambi. Kwa hivyo sheria ushuhudia dhidi yetu. Ukisoma hiyo Warumi 3:23, uikemea mioyo yetu wakati ambao ameshuhudia dhidi yetu, anaona dhambi ndani yetu, uikemea mioyo yetu, lakini pia utuelekeza kwenye suluhisho. Watu wengi wanakuonya, wanakupigia makelele, hawakuambii ufanye nini, lakini wanakusuta tu. Lakini Biblia hapa inasema kwamba Roho wa Mungu anakuonya, kisha samahani, anakemea mioyo yetu, na pia anatuelekeza kwenye suluhisho. Suluhisho ni gani? Wagalatia 3:26. Wagalatia inasema kwamba suluhisho ni Yesu Kristo. Mungu anamwagiza Musa kuandaa shahidi. Anamwagiza kuandaa shahidi mwingine dhidi ya watu. Ukisoma wimbo katika Kumbukumbu la Torati 31:19, Deuteronomy 31:19, kama wangeiasi sheria tena, ule wimbo ungewakumbusha maajabu Mungu aliyowatendea. Kuna jambo hapa kwamba watu hao wana wa Israeli wangeiasi sheria kwa sababu dhambi hii mioyoni mwetu, na kwa kawaida sisi waashi sheria. Sasa wangekuwa wanakumbushwa, na kile ambacho kingewakumbusha hapa maajabu ya Mungu aliwatendea ni Roho Mtakatifu. Siku moja sheria mpendwa na wimbo wa Musa havitakuwa shahidi dhidi yetu tena. Badala yake vitashuhudia ushindi wetu, tukishukuru damu ya mwana kondoo. Ukisoma Ufunuo 15 mstari wa 13. Na by the way, ukisoma Bible commentary on Revelation chapter 20 verse 12, hiyo ni volume 7 page 986, kwa Kiswahili inasema, wakati hukumu itakapoanza na kila mtu atahukumiwa kwa vitu vilivyoandikwa kwenye vitabu, mamlaka ya sheria ya Mungu itaangaliwa kwa nuru tofauti kabisa na ile ambayo sasa inazingatiwa na ulimwengu wa Kikristo. Shetani atayapofusha macho yao na kuchanganya ufahamu wao kama alivyowafumbaza Adamu na Hawa na kuongoza katika uasi. Sheria ya Yehova ni kuu kama vile mwandishi wake ni mkuu. Katika hukumu hiyo itatambuliwa kama takatifu, ya haki na nzuri katika mahitaji yake yote. Wale wanaovunja sheria hii wataona kwamba wana jambo zito na Mungu la kukaa na kulitatua, kwani madai yake yanaamua. Mpendwa, hapa tumeona jambo jingine inasema kwamba Roho wa Mungu kitu ambacho makazi yanafanya ni kushuhudia dhidi yetu. Jambo la tatu,
Jambo la tatu nataka kuzungumzia ni kutufanikisha. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto upate kufanikiwa sana kila uendako. Hiyo ni Yoshua 1:7. Moja kati ya kazi muhimu ya sheria ni kutufanikisha. Kwamba ili tufanikiwe shughuli zetu. Mpendwa, sheria hutufundisha namna ya kuishi sawa sawa na maelekezo ya Mungu. Hivyo Mungu huwasaidia wale wanaotaka kufanya mapenzi yake kwa namna ya pekee. Kusoma Kumbukumbu 30:9 hadi 10, hata Zaburi 1. Kwa hivyo mpenda, kuishika sheria ya Mungu ni sehemu ya elimu ya Kikristo. Ni sehemu muhimu ya kuishi kwa imani, kuitumainia neema ya Mungu. Kwa hivyo mpendwa, ninapotamatisha, kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kutufanikisha. Ustawi wa muda wa kiroho hufanywa kwa sharti juu ya kutii sheria ya Mungu, lakini hatusomi neno la Mungu na kuyaelewa masharti ya baraka ambazo zinapaswa kutolewa kwa wote wanaosikiza mpendo kwa bidii sheria ya Mungu na kuifundisha kwa bidii katika familia zao. Kutii neno la Mungu ni maisha yetu, ni furaha yetu. Jambo la 4 natamatishia ni mapambano ya hao watu. Nikumbuka nilisema kwamba kuna wale wanaishika sheria, mapambano yao na ubora wao ni upi. Sasa mapambano ya wale ambao wanashika sheria ni yapi? Second Chronicles 31:21. Mapambano yao ni yapi? Na inasema, na katika kila kazi aliyoanza kwa utumishi wa nyumba ya Mungu, kumtafuta Mungu wake, ifanya kwa moyo wake, akafanikiwa. Hapa tunazungumzia watu wawili, tunazungumzia Yoshua, tunazungumzia na Hezekia. Walifanikiwa kwa sababu walitii sheria ya Mungu. Hata hivyo mpendo, watu wengine waliotii sheria ya Mungu hawakuwa na hatima kama hiyo. Tunazungumzia Yohana Mbatizaji. Alitii sheria ya Mungu, lakini nini likitendeka kwake? Alikatwa kichwa gerezani. Unaona Ayubu alitii Mungu, alifanya nini? Alipoteza kila kitu. Tunaona Paulo anafanywa nini? Anachapwa kisha anafungwa. Kuna wengine wanaopigwa mawe, kuna wengine wanaopigwa mawe mpendo, wanakatwa misumeno na kuuawa kwa upanga. Lakini mpendo, ukisoma Yohana hiyo 12:17 inasema, hata 16:33 Yohana nayo inasema, wale wanaoshika sheria hiyo si mara zote watafanikiwa. Hata hivyo mpendwa, tunaishi katika ulimwengu wa dhambi. Ukiachilia mbali hilo, mkuu wa ulimwengu huu anapambana bila kukoma ili tusiweze kufanikiwa. Lakini Ministry of Healing chapter 41 page 488 inanipa moyo ikisema kwamba Kristo anawadhamini wale wanaoishi kwa ajili yake. Je, aufikiri kwamba yeye huwatembelea wale ambao kama yule mpendo Yohana aliye uhamishoni, wako kwa ajili yake katika maeneo magumu ya sehemu ya majaribu? Mungu hata kubali mmoja wa wafanyikazi wake wa mioyo ya kweli aachwe peke yake ili kupigana dhidi ya shida kubwa na kushindwa. Hilo ni changamoto. Anahifadhi kama kitu cha thamani kila mtu ambaye maisha yake yamefichwa kwa Kristo ndani yake. Kwa kila mtu kama huyu anasema, mimi nitafanya uwe kama muhuri, kwa maana mimi nimekuchagua wewe. Hiyo ni Hagai 2:33. Kadi tamati siku ya leo, jambo la mwisho nazungumzia ubora wa hawa watu ambao wanaishi kwa sheria za Mungu ni upi. Yohana 1 John chapter 2:6 inasema, yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Je, hapa mpendwa, Yesu alihusishaje na sheria ya Mungu alipokuwa akiishi hapa duniani? Yesu katika Wafilipi 2:8 alikuwa mtiifu kwa kila kitu. Na aliishika sheria tangu utotoni mwake, hiyo ni Luka 2.
alijifunza katika sheria, Waebrania 5 mstari wa 8. Yesu aliitii sheria ili kumfurahisha Mungu, si binadamu. Alifurahia kuishika sheria. Unajua wengi wetu tunalalamika. Yesu alipokuwa hapa aliishika sheria kwa sababu ya upendo, si kwa kulazimishwa na mtu fulani. Kwa hivyo ni dhahiri mpendwa kwamba hatuwezi kuishika kwa ukamilifu kama alivyofanya Yesu. Lakini tunaitwa kutembea kama alivyotembea. Kuitii sheria mpendwa ni ishara ya imani yetu, kusoma Yakobo 2:17. Na upendo wetu kwa Yesu, vile anasema, ikiwa mnanipenda mtazishika sheria zangu. Kwa hivyo natamatisha nikisema from the desire of ages. Katika maisha na masomo yake, Kristo ametoa mfano kamili wa huduma isiyo na ubinafsi ambayo asili yake ni Mungu. Maisha yake yote yalikuwa chini ya sheria ya huduma. Aliwatumikia wote, aliwahudumia wote. Kwa hiyo aliishi sheria ya Mungu, na kwa mfano wake alionyesha jinsi tunavyopasa kuitii. Mungu na Baba yetu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa sheria yako ambayo inatuonyesha haya yote. Tunakuomba utusamehe dhambi na makosa yetu ili tuweze kuishi kulingana na amri yako, tuweze kuishi kulingana na sheria yako, tuweze kuitunza kwa sababu ya upendo wako. Tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Mapenzi yako yatendeke, katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Mbarikiwa hadi hapo wakati mwingine. Mungu awe pamoja nawe. Kwa majina ni Orina Montiri.